Habari za wakati wa wapenzi watazamaji, mteja wetu wa Mita Janja. Leo siku nyingine ambayo tunakuja kuwaelekeza jinsi gani Mita Janja zinafanya kazi, na pia tunaangalia changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo mara nyingi. Changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo ni ile ambayo wateja wengi wanakupigia simu na kwambia umeme umeisha kwenye mita kubwa, lakini sisi wapangaji tuna unit. Hiyo ni changamoto kubwa sana, tunajaribu kuelekeza na kuelimisha sana wapangaji wote ambao watakuwa wamefungiwa Mita Janja. Kitu cha kuzingatia, fundi yeyote anayekuja kukufungia mita, hakikisha unamuuliza maswali muhimu na anakupatia elimu ya Mita Janja moja kwa moja. Sasa tunatoa mfano mdogo, ni kwamba hili ni tenki la maji ambalo ndio mita yetu kuu ya TANESCO. Alafu hizi za chini ni koki ambazo ni submita zetu tunazozitumia. Ili tuweze kupata maji lazima tuhakikishe tenki letu limejaa maji ambayo ni mita yetu ya TANESCO. Tutakapolijaza ile tenki letu maji, sisi ndo tunaweza kupata maji. Kama hatujajaza tenki letu maji, hatuwezi kupata maji. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya na kitu muhimu sana. Hizi ni kama koki. Hili ni tenki. Hili tumelijaza maji, hizi ni koki ambazo koki hizi ni za kidigitali. Koki hii inakupa maji kutokana na matumizi yako. Kwamba nimeweka uniti zangu 5, zikiisha 5 koki itazima, itafunga maji yasitoke kwangu, yatatoka kwa jirani. Jirani ya kwake zikishaisha yatafunga kwa kwamba tenki nao litakuwa limekaukiwa. Ina maana maji nitakayotumia mimi na huyu yatakuwa ni the same kabisa na yale ambayo tulijaza kwenye tenki. Ina maana kama tuliweka lita 10, mimi nimetumia 5, huyu 5. Kwenye tenki tunategemea kutakuwa hakuna maji. Kwa hiyo tukirudi kwenye submita, nayo na mita yetu kubwa ya TANESCO nayo inafanya kazi kwa mfumo huo. Kwamba tunaponunua token za umeme, lazima tuhakikishe huyu baba anayetulisha sisi ambao ni tenki letu la maji anapata zile token 10 ambazo tumezinunua mimi 5 na huyu 5. Sasa changamoto kubwa inatokea ni pale mtu ananunua uniti zake 5, anaziweka kwenye main meter, afu wa pili ananunua uniti zake 5 kwa kuwa labda alikuwa kwenye frame yake ya biashara, ana mteja hapo. Mteja akaja, labda kuna issue ambayo ni lazima atumie umeme, anasema ngoja ninunue hapa, anaingiza kwenye submita, maana submita nyingi zinakuwa kwenye frame yako. Anaingiza pale, anataka amhudumie mteja kwanza ndo aende akaingize umeme. Sasa mara nyingi inatokea ni pale unakuta ameshamhudumia mteja, kaja mwingine, kasahau kwenda kuingiza umeme kwenye mita kuu ambayo ni mita yetu ya TANESCO. Endapo akisahau, ina maana yeye atakuwa anaendelea kutumia uniti za mwenzake, ambayo huyu mwenzake uniti zake tayari zipo kwenye main meter. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba itafika jioni, atasahau, atafunga frame yake, ataondoka zake nyumbani. Tumeamka asubuhi, tumekuja ofisini, ghafla umeme umekatika. Tunaenda kuangalia kwenye main meter, kuna uniti 0. Mpangaji wa pili anakuambia, mimi uniti zangu mbona bado zipo na uniti 2. Huyu mwingine atakwambia, mbona mimi na uniti zangu 3 zimebaki. Kwa hiyo ukija kujumlisha huyu na huyu utapata uniti 5. Ambazo uniti 5 alizinunua huyu wa pili, akasahau kuziingiza kwenye mita kuu ya TANESCO. Tunasisitiza au tunawapa umuhimu sana kwamba unaponunua umeme, kama umebanwa au unashindwa kuingiza kwa wakati, hakikisha unamtumia yule mtu husika ambaye ana remote muda huo, kwa sababu mita zote za TANESCO zinakuwa na remote, zinakuwa juu ya nguzo, na baadhi ya nyumba ambazo za zamani sana zipo kwenye ukuta, na zikiwa kwenye ukuta nyingi zina mita box zimefunikwa. Kwa hiyo ni ngumu mtu kwenda kuingiza. Kwa hiyo unakuta mwenye remote yeye anayo, labda ni fulani jirani yako wa pili, unashindwa kwenda kumfuata. Hakikisha ile unit unamtumia yeye, au unamwambia mimi nimenunua, mimi nisaidie kuingiza, ili baadaye kitokea changamoto kama hiyo unakuwa na kumbukumbu na history nzima ya token ambazo mlizinunua. Kitu kingine ambacho tunaona ni muhimu sana na ni bora kwa mkiwa na ushirikiano, mkatengeneza group moja, kila mtu anaponunua umeme anashare kwenye group, bwana token zangu ni hizo hapo, ila sina remote fulani, naomba nisaidie kuingiza mwenye remote. Kwa hiyo maana hata siku ikitokea unit zetu zimeisha kwenye main meter, alafu sisi tuna unit, tutaanza kuzijumlisha. Mimi na unit 5, huyu na unit 5 ni 10. Tunaangalia mtu wa mwisho alinunua unit 10 ambazo hazikuingizwa ni nani. Kwenye records tutaona kwamba fulani alinunua unit 10 lakini hazikuingizwa. Hebu ngoja tuziingize. Tunaziingiza, tunapata hizo unit zetu 10. Tunakuja kugundua kumbe kuna unit 10 ambazo hazikutumika. Changamoto kubwa inakuja ni pale unakuta wateja wengi wamenunua, mtu kanunua umeme unit 5 hakuingiza. Unit tukija kupiga hesabu ni 5. Tunashindwa kujua nani alinunua unit 5 alafu hakuingiza. Mwingine anakataa, au mwingine message aishafuta, anasema anajua nikiwaambia alinunua umeme unit 5 alafu na message kumbe nishaifuta, watanidai zile unit 5 nilizozinunua. Kwa hiyo solution na muhimu sana kwamba tujifunze
tuelewe, tujue na pia tuwe na ushirikiano mzuri na wapangaji wenzetu, ili tuweze kujua nani ambaye amenunua umeme hajaweka, nani kaweka. Na ni muhimu sana tuwe na grupu ambalo tutashare zile data zetu. Hata ikitokea tumepoteza, huyu fulani kafuta token yake bahati mbaya, lakini najua kwenye grupu ni share kwamba tutaingia, tutaangalia historia, tutapata zile unit ambazo hazikuwekwa, tutaweka. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Mitajanja, na pia tutawapa elimu, na kama kuna kitu kingine ambacho hatujakigusia kimekutokea, tunakukaribisha uulize, na sisi pia tunajifunza kutokana na nyie, kwa sababu nyie mnatuuliza maswali na sisi tunapata changamoto zenu na tunawasaidia. Kwa hiyo kama kuna content au kuna kitu ambacho hatujakizungumzia, tunakukaribisha Mitajanja, tutakuhudumia na tutakuelekeza pia.